Hi, this time Mr. Teacher. I'm Teacher Uthman. Alright, today's lesson, this one is a verb to be in the past tense, right? But this one is a negative form, right? Tupo katika topiki ya verb to be, but today this one is in the past tense, negative form. Previous lesson was positive form, mfumo wa maelezo, right? But today this one is a negative form, mfumo wa kukataa au wa kukanusha, jinsi ya kusema sikuwepo, hakikuwepo, halikuwepo. So kama unataka kujua jinsi ya kusema sikuwepo, hakuwepo, sikuwepo nyumbani, hakuwepo kwenye kikao, hakikuwepo mbali, hawakuwepo pamoja na sisi, let's say that and listen, right? Verb to be in the past tense, negative form, mfumo wa kukataa au wa kukanusha. Today's lesson tunakwenda kujifunza jinsi ya kusema sikuwepo, hakuwepo na maswali yake, kwani hakuwepo, kwani akija kuwepo, right? This one is statement form, mfumo wa maelezo. Tutakwenda kuangalia jinsi ya kusema sikuwepo, hakikuwepo, hawakuwepo, right? And this one is how to be the question, jinsi ya kutengeneza maswali, kwani hakuwepo, kwani hakikuwepo, kwani hawajakuwepo, right? Sikuwepo darasani. Je, haukuwepo darasani? Ndio, sikuwepo darasani. Hapana, nilikuwepo darasani. So kama unataka kujua jinsi ya kusema sikuwepo, hakikuwepo, use this way. We started with the personal pronouns. So now tunaanza na jina au kiwakilishi, right? These are called personal pronouns. Vinaitwa viwakilishi nafsi. They stand instead of nouns. Vinasimama badala majina. Don't double them. Usividouble kuwa ukasema ukaweka jina na kiwakilishi. I, she, and it we use with the was. You, we, and they we use with the word were, right? Then we add not. We change an affirmative sentence into negative by adding not. Tunabadilisha sentence ya maelezo kuwa kukanusha kwa kuongeza not. Affirmative form, positive form, mfumo wa maelezo. Tuliangalia jinsi ya kusema nilikuwepo. I, she, and it was. You, and they were. Mbele ukiweka place inakuwa ina maana nilikuwepo, alikuwepo, kilikuwepo. Lakini leo tuna add not. Tunabadilisha sentence ya maelezo kuwa kukanusha kwa kuongeza not. Tunaongeza not inakuwa inakanusha jinsi ya kusema hakuwepo, sikuwepo, hakikuwepo, right? So ili ikamilike jinsi ya kusema hakuwepo, hakikuwepo, hakuwepo, right? Hakikisha mbele umeweka place, eneo. Home, school, Nairobi, Kenya, Burundi, Mbeya, inside, right? So kuna kanuni ya kutaja eneo, kuna kanuni ya kutaja maeneo, right? Kanuni yake was we start with the word at. Katika maeneo yote tunaanza na neno at, lakini miji, mikoa na ndani we start with the word in, right? Utaanza na neno in, ndio unataja sehemu yako kama mji, mkoa au taifa, au ndani tunaanza na neno in, lakini maeneo yote you start with the word at. At Kariakoo, at Mbagala, at hospital, at work, at bus station, bus stop, kituo cha basi, right? Lakini miji, mikoa, mataifa tunaanza na neno in. In Nairobi, in Kenya, in Dar es Salaam, in Dodoma, in America, right? So we say I was not, he was not, she was not, you were not, we were not, they were not. I was not at home, sikuwepo nyumbani. He was not at home, she was not at home, right? It was not in the room, right? So you, we, and they we use with the word were. You were not with her, right? They were not with us. We were not inside, hatukuwepo ndani. So hivyo ndivyo jinsi ya kusema sikuwepo, hakuwepo, hawakuwepo, right? But tuna contraction. Contraction ni ufupisho ambao native huwa wanatumia sana, right? Kama utatumia contraction utakuwa mzuri katika kusikia Kiingereza kile kinachoongelewa. Na contraction ambayo inatumika hii inaitwa negative contraction. Na negative contraction yake yenyewe huwa inafanyika kwa kuondoa word au, remove the word au, and then we put here plus. So inakuwa wasn't, weren't, wasn't, weren't, wasn't, weren't, wasn't, weren't, right? I wasn't at work. He wasn't at work. She wasn't at work. You weren't at work. They weren't at work. We weren't at work. So hivyo ndivyo jinsi ya kusema sikuwepo katika hali ya kawaida na hali ya contraction, right? Ili kuweza, yes, practice, you know how to sound them in contraction and in normal way.
practice, right? And this one is how to be the question. Jinsi ya kutengeneza maswali. We start with the word was or were, right? I, he, she, and it, we start with the word was. You, we, and they, we start with the word were. Then not, was not I, was not he, was not she, was not it, were not you, were not we, were not they. T, Q, and the J, we say you. Were not you, were not we, were not they. Ili kukamilisha kuuliza swali, je hakuwepo, kwani hakuwepo, akiwa ni haki kuwepo, hakisha unaweka pale place, eneo. Weren't you at work, je hakuwepo kazini. Weren't they inside, je hakuwepo ndani. Wasn't he in with you, je hakuwepo na wewe, right? Kama kawaida kuna tuna contraction. Contraction yenyewe huwa inafanyika kwa kuondosha the word au, and then we put here apostrophe, right? So wasn't, weren't. Wasn't, weren't. Wasn't I with you, je sikuwa na wewe. Weren't you with her, je haukuwepo pamoja naye, right? Hivyo ndivyo jinsi ya kusema sikuwepo na maswali yake, jinsi ya kueleza kwani haukuwepo katika hali ya kawaida na contraction. No contraction, as I told you, kwamba native huwa anatumia sana contraction than complete form. So ili uweze kuwa vizuri katika kuzungumza, huwa unaongea naturally, use contraction, right? So now let's look at examples. Number 1. I wasn't on the bus to town. Sikuwepo kwenye basi kuelekea mjini, right? Wasn't, was not, contraction, wasn't, right? I wasn't on the bus to town. Sikuwepo kwenye basi kuelekea mjini. The question, weren't you at home with your family? Weren't you at home with your family? We say family, no far, we say fe. No far, say family, family, family. Now family, we say family. Weren't you at home with your family? Je ukuwepo nyumbani pamoja na familia yako. With means pamoja na, with your family. Je ukuwepo nyumbani pamoja na familia yako. Yes, I wasn't. Ndio sikuwepo nyumbani pamoja na familia yangu. No, I was. Hapana, nilikuwepo nyumbani pamoja na familia yangu. The response in English always are short. Majibu kwa Kiingereza siku zote yanakuwa kwa ufupi. Kama utaulizwa, weren't you at home with your family? Je ukuwepo nyumbani kwenu, nyumbani kwako pamoja na familia yako, right? Wasn't he at home? Je akuwepo nyumbani? We answer, yes, I was not. Tunaishia katika not. Yes, she was not. Yes, we were not. Weren't you at home with your family? Yes, we were not, right? Yes, tuanza na yes. Tamalizia katika not. But tuna contraction kama tulivyo elekezana, contraction inavyofanywa. Yes, I wasn't. Ndio sikuwepo. Weren't you with your family last year? Yes, I wasn't. Right? Weren't they with you yesterday? Yes, they weren't. Right? So kama hapana walikuwepo, hiyo ni jinsi ya kusema ndio hawakuwepo. Kama hapana walikuwepo, we start with the word no. No, I was, ikishia katika was or were. Weren't they with you yesterday? Je hawakuwa pamoja na wewe jana? No, hapana, they were. Hapana walikuwepo. Wasn't he with your wife last night? Je hakuwepo pamoja na mke wako jana usiku? No, he was. Hapana alikuwepo. More examples. Weren't you at home with your family? Yes, I wasn't. Ndio sikuwepo nyumbani pamoja na familia yangu. No, I was. Hapana alikuwa nyumbani pamoja na familia yangu. Number 2, the last one. My question wasn't out of topic, right? Swali langu halikuwa nje ya topic. The question, wasn't your question out of topic? Je, swali lako halikuwa nje ya mada? Yes, it wasn't. Ndio halikuwepo nje ya mada. No, it was. Hapana halikuwa nje ya mada. That's for today. This is how we say, this is how we write, and this is how we speak, right? Practice. You know how to speak and write. There are 3 types of practicing. The first one is writing down your own sentence. Njia ni hapo, andika sentences zako za kutosha kupitia mfumo wa jinsi ya kusema sikuwepo na maswali yake je haukuwepo. The second type of practicing is speaking by yourself, kuzungumza wewe mwenyewe. Think in English and talk to yourself first.
right? Zungumza mwenyewe vya kutosha. The last type of practicing is finding people to speak to. Tafuta watu wa kuzungumza nao. Ukichukua kama utatumia hizo njia, utakuwa mzuri sana katika kuandika na kuongea Kiingereza. Right, the next lesson will be future tense. Katika wakati ujao tutakuja kuangalia jinsi ya kusema nitakuwepo, kitakuwepo, watakuwepo katika lugha ya Kiingereza. Nitakuwepo ofisini, atakuwepo nyumbani, watakuwepo pamoja muda huo. Don't miss that lesson. Thanks a lot for being with me.